alifia pale pale mbele ya Stellenbosch. Hii peke yake inapaswa kutufanya sisi wana Simba kufikiria mara mbili aina ya mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye. Hajamtoa Zamalek kwa bahati mbaya, hajafika nusu finali kwa bahati mbaya. Ana ubora uliomfikisha hapo. Kuna miaka ya nyuma huko kuna timu ziliwahi kufika nusu finali ikiwa iko hoi. Ni tofauti kabisa na Stellenbosch. Amefika nusu finali. Hivyo anasema ukimuona tembo juu ya mti basi kuna namna ambayo amemfikisha hapo. Yaani usije kumuona tembo juu ya mti alafu ukachukulia poa. Lazima ujiulize mara mbili amefikaje hapo juu ya mti. Kwa huyu Stellenbosch kufika kwake nusu finali, lazima wana Simba tufikirie mara mbili amefikaje juu ya mti, amefikaje nusu finali. Ukimuona Nyani mjini kati posta yuko na mtu wake huyo, usifikiri amepotea njia tu. Lazima tumtafute nani kamleta Nyani posta. Kwa hiyo ukimuona Stellenbosch yuko nusu finali, lazima tukae kitako wana Simba tujiulize mara mbili, huyu bwana amefikaje nusu finali. Na kama amefika nusu finali, amemtoa nani na nani hadi kufika hapa? Je, anashindwa kututoa sisi wana Simba? Ni jambo mno la kujiuliza. Tukishapata majibu, tujue ugumu wa kazi tulioelekea nusu finali yetu. Ni kweli ni timu ngeni, lakini ina wachezaji wenye uzoefu mkubwa, ina wachezaji wenye ubora mkubwa, na kama haitoshi wana kocha mkubwa kweli kweli ambaye Simba tumeshawahi kukutana naye kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho, akatufunga tukaondolewa. Nataka mjue ni kocha bora kiasi gani ambaye tunakwenda kukutana naye. Hivyo basi sio mechi ya kuchukulia poa, wala tusihangaike kuangalia msimamo wa ligi ya Afrika Kusini. Stellenbosch anashika nafasi ya ngapi? Hiyo haitotusaidia. Tumwangalie huyu mpinzani nusu finali ametoboa vipi. Kumbuka alianza kucheza raundi ya kwanza kabisa preliminary, ambayo kuna timu zilitolewa hapa za Tanzania. Akaja akacheza raundi ya kwanza akatoboa, akaja akaingia group stage akatoboa, akaenda robo finali na bingwa mtetezi akatoboa. Leo hii amekutana na mnyama. Ndugu zanguni wana Simba, tuna kazi kubwa kweli kweli ya kufanya, kuhakikisha ya kwamba tunamdhibiti, kuhakikisha ya kwamba tunamfunga hapa katika uwanja wa Amani. Tukienda kwenye mechi ya marudiano ni yena nyama anakwenda zake finali, na tukifika finali hiyo ni unstoppable mpaka ubingwa inshallah. Ndugu zangu, mchezo wetu wa Jumapili, viingilio vya mchezo huu. Kwanza niseme uwanja wa Amani, baada ya kujiridhisha na kuwasiliana na mamlaka husika, zimetuthibitishia kwamba uwanja unaingiza mashabiki 15,885. Hivyo tunapaswa kuujaza uwanja huu bila siti yeyote kubaki. Ingekuwa inaruhusiwa kila siti moja tungekaa watu wawili, ili walau tupate watu 30,000 hivi tuweze kufanana na mandhari ya Benjamin Mkapa. Lakini uwanja unaingiza watu 15,885. Ndizo tiketi ambazo zitaanza kuuzwa kuanzia hii leo. Viingilio VIPA itakuwa ni shilingi 40,000. Tunaposema VIPA, unapoingia uwanja wa Amani, kwa wale wenyeji uwanja wa Amani, hapa VVIP wanapokaa wakubwa wa nchi na wageni waalikwa. Ili shavu la kushoto na kulia hapa ndiyo VIPA, pale ni shilingi 40,000 kwa kichwa. VIPB Urusi
ni shilingi 20,000. Mzunguko ni shilingi 10,000. Na tiketi zitauzwa kwa mtindo wa N-card. Kwa hapa Zanzibar kutakuwa na vituo 15 kwa maana ya Unguja na Pemba ambavyo vinauza tiketi kwa mtindo wa N-card pamoja na duka la TTCL. N-card zinapatikana hapo, na kuanzia hivi sasa tiketi zinapatikana katika maeneo mbalimbali. Nitayataja hapa kwa faida ya wale wanaoishi Zanzibar, lakini vile vile tutatoa tangazo maalum ya vituo vyote ambavyo vinauza tiketi kwa hapa visiwani Zanzibar. Kwa wale wa Dar es Salaam, vituo vyote vya Dar es Salaam ambavyo vinauzaga tiketi katika mechi za nyuma vile vile vitaendelea kuuza tiketi katika mchezo wetu huu wa nusu finali. Wito wangu sasa, wito wangu uko sehemu mbili. Kwa hapa Zanzibar wengi tumezoea tiketi zile za paper tickets ambazo mara nyingi huwa zinauzwa siku ya mchezo. Kwa mechi hii tiketi zitauzwa kwa mtindo wa N-card ambazo unaweza kununua hii leo Jumanne ukaitunza tiketi yako mpaka tarehe ya mchezo. Na siku ya mchezo, this is very important, na siku ya mchezo tarehe 20 tiketi hazitauzwa nje ya uwanja wa Amani. Tumezoea kununua tiketi siku ya mchezo uwanjani. Kunakuwa na mawakala kadhaa ambao wanauza tiketi nje ya uwanja wa Amani. Mechi hii ni ya CAF. Taratibu yake ni tofauti kabisa. Sio utaratibu wa Mapinduzi, sio utaratibu wa Muungano, sio utaratibu wa ligi kuu ya NBC, sio utaratibu wa ligi kuu ya Zanzibar. Utaratibu huu ni wa CAF ambao hauruhusiwi kuuza tiketi nje ya uwanja. Hivyo basi, yeyote ambaye anahitaji kununua tiketi anunue tiketi yake hivi sasa katika vituo ambavyo ninavitaja hapa nje ya uwanja Amani. Kuanzia hii leo mpaka siku moja kabla ya mchezo, kwa maana tarehe 19 kutakuwa kuna mawakala wanauza tiketi hapa. Tarehe 20 hawatauzia hapa tiketi. Lakini vile vile yuko Mohamed Zaharan Abdullah, huu ni wakala wa kuuza tiketi, anapatikana hapa Unguja. Lakini Shadrack Kimario yupo Kariakoo Mchina Tambi, naye ni wakala wa kuuza tiketi. Nuhu Jumanne yuko Bubu Skuli, naye vile vile anauza tiketi. Rashid Isa Juma yuko Fuoni Mambo Sasa na Wasilisha, naye vile vile anauza tiketi. Lukman Omar Khamis yuko Radio 1 Daraja Bovu, naye anauza tiketi. Harith anapatikana hapa maeneo ya Amani. Fahad yupo Kwerekwe. Hamza yuko Meli Tano. Suleiman yupo Kwerekwe sokoni. Mwinyi Mwana Kwerekwe.